Nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike hapa Baringo kwa siku ya leo kwa hafla hii ya muhimu sana. Tumekuja hapa kwa maneno ya biashara ya hapa Baringo. Na mimi nataka nishukuru viongozi wote pamoja na wananchi wa Baringo kwa kutukaribisha hapa Baringo siku ya leo. Asanteni sana kwa kutukaribisha Baringo. Ya pili, mimi nataka niwashukuru stakeholders wote. Miaka miwili iliyopita tulikuwa hapa katika sherehe kama hii, na wakati huo tulikuwa na changamoto kubwa sana ya mambo ya ukosefu wa usalama, wizi wa ng'ombe, wizi wa mifugo, watoto hawasomi, mashule imefungwa. Leo mimi nafurahi ya kwamba tunakuja Baringo tofauti. Leo tumesikia hapa kwamba amani imekita mizizi. Wananchi sasa wanalala salama. Ile kazi imebaki ni kurudisha masomo ya watoto wetu, kurudisha uchumi, kuendesha kilimo na kupeleka mambo ya maendeleo mbele. Mimi nataka niwahakikishie watu wa Baringo, vile nilisema, hii matatizo ya ukosefu wa usalama ambayo tumekuwa nayo kwa miaka karibu 20, tumekubaliana ya kwamba ile serikali itaondoa mambo ya ukosefu wa usalama katika Baringo hii na sehemu zingine za Kenya. Ni hii serikali Mungu ametupatia wakati huu. Nataka nishukuru officers wote. Tuko na wanajeshi, tuko na askari polisi, tuko na viongozi wengine wote wa provincial administration na pia wazee wa amani ambao wameungana pamoja na sisi ili kuhakikisha kwamba tunaweka amani katika sehemu hii ya Baringo. Kwa hivyo leo mimi nafurahi sana na nataka nishukuru viongozi wote, wabunge walio hapa, ma-MCS walio hapa, kwa sababu wao wameshikana. Wakati ule tulikuwa hapa, niliwaeleza ya kwamba tukiungana kama viongozi, tukiketi chini kwa pamoja, tukipanga kama serikali, na tuwe na maelewano, na tuwe na masikizano, hakuna jambo ngumu hatuwezi kutatua. Nataka nimshukuru Deputy President. Ile kazi nilimpatia hapa ya kukabiliana na majangili na wezi na wakora, alikuja hapa akashughulika na hiyo kazi, akaungana na viongozi. Leo historia tofauti inaandikwa hapa Baringo County. Wakati huo mlikuwa mnapigia kelele huyu Kamket, mlikuwa mnasema yeye ndio mtu ya kusukuma hii maneno. Huyu Jematia alikuwa anaongea maneno mingi hapa, mwingine alikuwa anaongea maneno mingi, lakini leo sauti yetu ni moja, sauti ya amani. Na ndio mnaona the power of unity, the power of agreement, the power of working together as leaders, as citizens and as communities. We can change the destiny of our country by working together. We can solve problems, perennial, long-standing problems, if we work together. Kwa hivyo ile sehemu kidogo imebaki, niliweka pesa ya kujenga zile mashule ambayo ilikuwa imeharibika. Mashule 26 tayari tumeyarekebisha, tumeyajenga. Mheshimiwa Kamuren amesema imebaki mashule 3 ama 4. Hiyo mashule pia tutaweka pesa tujenge, tukamilishe, watoto wote warudi shuleni. Pia katika mpango ambayo tunaendesha saa hizi kama serikali, mwezi huu wa 12 tunaajiri walimu wengine 20,000. Na mimi nataka niwahakikishie kwamba ile mashule yote
ambayo walimu walitoroka, tutahakikisha kwamba tumeweka walimu wa kutosha katika hizi mashule, ndio watoto ambao wanarudi kwa mashule zao wakute walimu wako pale baada ya Azizi kujenga hayo mashule. So I want to give assurance to parents and leaders and citizens that the same way we are engaged in making sure that the children of Kenya learn, we will also make sure the children of Baringo as well learn. Kwa hivyo tutashirikiana pamoja na nyinyi katika harakati hiyo ya kuweka amani, na mimi nataka niwashukuru viongozi wa sehemu hii kwa kuungana na wananchi ndio tuweze kuweka amani katika sehemu hii. Jambo la pili, mimi vile vile nataka niwashukuru sana kwa sababu ya umoja. Nimesikia pastor akiomba hapa, anasema the county of diversity, yaani county ya mchanganyiko ya wananchi wa Kenya. Hapa tuko na jamii nyingi wanaishi katika Baringo hii, na mnaishi kwa pamoja, mnaishi kwa amani, mnaishi kwa kushirikiana. Mimi nataka niwasihi, vile mnaishi hapa ndio tunataka Wakenya wote waishi. Tuishi pamoja, tujenge Kenya tukiwa pamoja. Our diversity is our strength. Our diversity is what makes us work together for the good of one nation called Kenya. Sisi wote tushirikiane katika barabara hiyo. Mimi vile vile nataka niseme ya kwamba kwa sababu tumekuja hapa leo na tumekuja sherehe ya wafugaji, niko na maneno machache ninataka kusema kwa mambo ya ufugaji na kilimo. Kwanza ni washukuru wakulima wetu pamoja na wafugaji kwa ile kazi ya kujitolea mnayofanya, kazi ya kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Kama serikali tumeweka mpango ya kutosha kusambaza mbolea. Jana tulikuwa na mkutano na governors wetu wote na tumekubaliana na mpango ya sawasawa kuhakikisha ya kwamba kila sehemu ya Kenya inapata mbolea, ndio tuzalishe chakula, ndio tuzalishe mimea yetu ambayo inatupatia pesa, kahawa, sukari, chai na zile mimea zingine zote, avocado na zile zingine, mbali na kuzalisha zile mimea ambayo zinatupatia chakula katika Kenya. Leo katika taifa letu la Kenya, tofauti na pale nyuma miaka miwili iliyopita, leo tunamshukuru Mungu tuko na chakula ya kutosha katika taifa letu la Kenya. Wananchi wengi wanaweza kufikiwa na chakula. Wananchi wengi wanaweza kugharimu bei ya vyakula kwa sababu wananchi ama wakulima wamefanya kazi kubwa. Mimi nataka pia niseme kwa sekta ya ufugaji, pia tuko na mpango kamili ya kuhakikisha kwamba ufugaji, kwa sababu inahusiana na Wakenya wengi. Nataka kusema mambo matano ya muhimu ambayo tunafanya katika hii sekta ya ufugaji. Jambo la kwanza, tulikubaliana ya kwamba tunataka kuhakikisha ya kwamba wakulima wetu wanapata mbegu ya sawasawa ya mifugo. Ng'ombe ya nyama, ng'ombe ya maziwa. Ndio hata tukapunguza ile sexed semen ambayo tunatumia kuzalisha ng'ombe za dairy. Tumepunguza gharama yake kutoka shilingi 8,000 mpaka shilingi 2,900. Ndio wakulima wengi waweze kupata mbegu ya ng'ombe ya maziwa, kwa sababu bado tuko na kiwango kikubwa ya kupata pesa kwa mambo ya kuzalisha maziwa katika taifa letu la Kenya. Jambo la pili, tumesema vile vile katika mpango ya wafugaji pia tuhakikisha kwamba wakati tunauza nyama pia tunauza ngozi. Pale tumekuwa na matatizo makubwa, ngozi ya ng'ombe zetu, ngozi ya mbuzi, kondoo zinakuliwa na umbwa,
zinatupwa, hazina maana, na huku tunaagiza leather products ikiwemo viatu, ikiweko leather products zingine kutoka nchi zingine, tunalipa kwa gharama ya juu sana. So tumekubaliana ya kwamba tukienda mbele, hiyo mambo ya kuagiza leather products, tutakuwa tunafanya leather products hapa Kenya, kuhakikisha kwamba tunatumia ngozi zetu ya ng'ombe, ya mbuzi kutengeneza bidhaa za leather ambazo zitatumika katika taifa letu la Kenya. Na ndio tumefanya jambo la tatu pale Kenanie. Mapema mwaka ujao tumeweka pesa ya kutosha sasa kukamilisha ile treatment plant ambayo itatusaidia kuhakikisha kwamba ngozi zetu zote zinashughulikiwa, zinafanyiwa treatment. Tunahakikisha kwamba kuna process ambayo tutabadilisha ngozi za ng'ombe ziwe leather ambazo tutatumia as leather products in the Republic of Kenya. Jambo la 4, tumesema ili ngozi ipatikane katika hali ambayo tunaweza kutumia, tumefanya training ya wale watu wanafanya katika abattoirs, wale wanafanya kazi katika vichinjio. Watu 2,000 tumewatrain, tumewapatia flaying knives, ile visu ambayo haikati ngozi na kuharibu ngozi, ndio ngozi ipatikane katika hali ambayo itatumika katika kuendesha biashara ya leather katika taifa letu la Kenya. Vile vile bei ya kuhakikisha ya kwamba mkulima akipeleka maziwa yake, pale nyuma mkulima alikuwa anangoja mwezi moja, mwezi mbili alipwe na KCC, lakini kwa miezi 6 imepita sasa, KCC inalipa on time, na tumewaambia walipe shilingi 50,000 kwa lita moja, and they have done so for the last 5 months. Na shilingi 50, ama nimesema ngapi? Nimesema? Oh. Shilingi 50 kwa lita moja. Sawa sawa. Najua mimi ndio muuzaji ya maziwa nyumbani, na niko na lita ya kutosha, inapita hapo shilingi 50,000 kwa siku. So lakini sitaki kusema sana. So tumekubaliana ya kwamba shilingi 50 kwa lita moja ni shilingi 53. Hiyo shilingi 3 iko juu ni ya wale ambao transporters na nini na nini na nini na wale wengine, lakini mkulima aende nyumbani na shilingi 50. Wale wengine wagawane hiyo shilingi 3. Kama haitawatosha shauri yao, si namna hiyo. Vile vile tumetafuta soko, and I want to say this for the avoidance of doubt, as an administration, in order to increase earnings for our farmers and our livestock keepers, we have expanded the market not just within Kenya, but in the region and across borders, so that our dairy products, our meat products can find market abroad. And so that we can access those markets and we can get better returns for our farmers, it is important that we make sure that we keep to international standards on disease control. And that is why we are carrying out a national campaign of vaccination so that we can reduce disease prevalence. And we are using vaccines we have used for 40 years. Vaccines that are produced in Kenya by Kevevabi and other Kenyan companies, using Kenyan technology, using Kenyan knowledge, using Kenyan scientists, so that we can create a bigger market for export of our products. Last year, we exported
dairy products from 4.9 billion, we went up to 7.4 billion. We want also to export our meat products. We want to export our leather products. But it is being, the impediment is the level of disease prevalence. And that is why it is necessary for us to have a national campaign to make sure that we get rid of diseases so that we can expand our market and our products can access international markets. I want to ask leaders who have no knowledge, who have no understanding, who have no plan, to spare us their ignorance. Because they cannot continue to mislead the country. You cannot use propaganda. You cannot use disinformation and fake news to deny the people of Kenya international markets by discouraging disease control in Kenya. Na unajua wale watu wanaendesha hizi porojo ni watu ambao wanataka umaskini endelee katika taifa letu la Kenya. Sasa wewe, chanjo inafanywa hata ya binadamu. Hakuna mtu Kenya hajakuwa vaccinated. All our children are vaccinated. All of us are vaccinated. Now, surely, if it is not dangerous to vaccinate human beings, how is it dangerous to vaccinate animals? Mimi nauliza hawa watu. Na wanasema mambo ya ajabu, ridiculous things. Ati hii chanjo, ati ng'ombe itakosa kunyamba. Sasa mimi nauliza jameni. Kwani sisi wote ambao sisi tumekuwa vaccinated, kuna mtu amekosa kunyamba kwa sababu alikuwa vaccinated? What kind of nonsense are we engaged in? Honestly, I mean, please, give us a break. So, ati sijui itanyamba, sijui methane, sijui itafanya nini, sijui itafanya nini. Wacha mimi niwaambie wa Kenya, and I am speaking as a scientist myself. Vaccination is about disease control. It is what we have done over the years. It is being done by our scientists, using our knowledge. And because we want to increase the fortunes, we want to increase the incomes of our farmers. And I want to promise the people of Kenya that we are going to carry out this vaccination because our farmers deserve improved earnings. Tutafanya hii chanjo kwa mifugo yetu, ndio tuhakikishe kwamba tunaondoa magonjwa, ndio tuweze kupanua soko ya maziwa, tupanue soko ya nyama katika soko ya Kenya, soko ya bara la Afrika na soko ya kimataifa. Wale wanasiasa ambao wanataka kushindana na sisi, watafute mambo ya kushindania, wawachane na biashara ya wananchi. Washindane na sisi kwa yale mambo ambayo tunaweza kushindana na wao. Maisha ya wananchi, biashara ya wananchi, mambo ambayo yanahusu mapato ya wananchi ni mambo ya muhimu sana kwetu sisi. Na wasihi viongozi, kama hujui, Waswahili wanasema kuuliza si ujinga. Ile hali ndio kutaka kujua, uliza ndio tukujibu. Lakini msiendeshe porojo, msiendeshe upuzi kwa mambo ambayo yanahusu wananchi. We have a comprehensive plan on livestock, on agriculture, and we are implementing this plan. Wale wanajaribu kuhujumu mpango yetu ni kwa sababu hawana mpango yao. They would be telling us about their plan. How do they intend to get rid or to do disease control? If it is not vaccination, what is their alternative plan? They should tell us. Badala ya kutuambia mambo ya sijui hiyo maneno imesemekana hapo,
wangetuambia ya kwamba mpango yao mbadala ni upi, ndio wananchi waweze kuelewa. Vile vile watu wa Baringo, kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba vijana wetu wanapata nafasi pia ya kusomeshwa vizuri. Hapa Baringo tayari tumewapatia milioni 50 ya kujenga training college ya mambo ya kilimo na ufugaji hapa Baringo. Huyu PS Mweke ndio huyu yuko hapa na waziri yuko hapo. Sasa mtatupatia ardhi. I'm sure we already have the land. We are going to start the construction of a training center. Ndio tuondoe maneno ya guesswork. Na wale ambao wanaongea mambo ambayo hawajui wataweza pia kuja kufundishwa hapa Baringo, wawache kutuendesha mambo ya porojo na uongo. Vile vile viongozi wa hapa wameuliza maneno ya special economic zone. Hapa tuko na mvuke ama geothermal power, na tumekubali kama serikali ya kwamba hapa Baringo tutaweka special economic zone ambaye itatumia green energy, na tutakubaliana ni sehemu gani tutaweka ndio tuweze kuendesha uchumi wa sehemu hii. Vile vile tumekubaliana na viongozi wa hapa maneno ya kujenga university ya Baringo. Kuanzia Januari tunaweka pesa ya kuendesha mambo ya ujenzi wa university katika sehemu hii. Vile vile tumekubaliana ya kwamba maneno yale mengine yote hasa maneno ya hospitali pia tumesema tutasaidiana. Tuko na Kabarnet hospitali, lakini tuko na hospitali ingine tunataka kuongeza ya level 4, na tayari tumeongea na waegezaji. Milioni 300 imepatikana ya kujenga an additional facility, hospital facility ya level 4 katika Baringo County. Vile vile tumekubaliana ya kwamba ile shughuli zingine zote ambazo mnataka tuzishughulikie, tutazishughulikia tukiwa pamoja, tukiungana na viongozi wote, ndio Kenya hii iweze kusonga mbele. Mwisho, huyu mbunge wenu Kamuren pamoja na Lemlem ambaye ni MCA wa hapa wamesema kuhusu mambo ya shule yetu ya Kimalel Girls hapa ya kwamba inahitajika bus. Mimi nitatuma bus next year. Pia imesemekana ya kwamba kuna location hapa, sijui imekaa namna gani. Mmefanya public participation, nimeambiwa. Sasa wewe pia Somolo, shughulika na hiyo location, tupatie hiyo watu hiyo location wasonge naye. Lakini mmefanya public participation ama namna gani? Mbona si kupata hiyo habari? Gioya au public participation utoma agas. Igia au ilifanywa kwa mtandao ama ilifanywa aje? Ilifanyika? Okay, haya. So hiyo maneno tuendelee namna hiyo. Otherwise, mwisho kabisa mimi nataka niwashukuru watu wa Baringo kwa kutukaribisha hapa Baringo na sisi viongozi hawa wote, na mimi nataka niwaeleze ya kwamba mambo yale mmesikia ya social health insurance na maneno ya Taifa Care, kila Mkenya, kila mwananchi, vile tulikuwa na NHIF na NHIF ilikuwa na matatizo kiasi. Sasa tumebadilisha sheria, tumeweka mpango ingine mpya ambayo haina ubaguzi. Ile ya NHIF ilikuwa lazima uwe na payslip ama uwe na uwezo. Hii ya social health insurance tumesema kila mwananchi bila ya kubagua yule ambaye ana kazi ama yule ambaye hana kazi, yule ambaye ana uwezo, yule ambaye hana uwezo, tumesema yule ambaye hana uwezo kabisa serikali ya Kenya itakulipia. Ndio tuhakikisha kwamba hakuna Mkenya anaenda hospitali anafukuzwa kwa sababu hana uwezo wa kulipa. Kwa sababu kuwa mgonjwa ni bahati mbaya. Hakuna mtu anapanga kuwa mgonjwa. Ama mnapanga huku Baringo kuwa mgonjwa? Si kila mtu anakuwa mgonjwa. So that is what we want to do, and we want to make sure that we take the country into the future. Musikwe na
plan yetu ya kusonga mbele iko imara. Musikuwe na wasiwasi. Hawa watu wa uongo, hawa watu wa porojo, hawa watu wa kuendesha propaganda na fake news, tutawaaibisha. Kwa sababu yale wanasema huko kwa mitandao, kuna siku moja watakuja kwa ground wajue mambo ni tofauti. Ni kweli ama si kweli? Si watakuja kujua hii watu. So pole pole na mambo bado. So asanteni sana, mimi nimefurahi kufika hapa siku ya leo. Sasa hii mbuzi mlisema bei yake ni ngapi? Ole silingata. Chita na imwa ito nyo isi tauni. Kale nakasan biju ko jiritya kale nale jisi kalya magi ai je paring bara ko lituli. O jiritya ngi kole o kage bangan ge ko to sige moiwe ele ko kuna kwait nengal. E bale je okay. Ara in kage ko sine ak biju kele ko kin elibu tamanak mut. Mauna da. Lakini biju mureju. Kalya mo kan gete si ko elibu tamanak lo. Sarai gai tes kidogo. Una da. Ara gagi sirte kuna da. Kalaga ko lebanin elibu tamanak. Como te se elibu kan ka wane biju. Ay ngote banyo jigat. Banyo jigat ra. Wek tamanak muti. Lakini kenyino amiyu. Agisia ka mani golo. Anane. Maona da? Lakini unajua pia mimi nimefurahi sana kwamba mwaka uliopita nilikuwa hapa na tukasema hawa vijana hii mbuzi tunanunua hapa